muda ni mali na sisi ni vijana, sivyo hivyo? Kama nilivyoweza kutambulishwa ama nilivyoweza kutambulisha awali, naitwa mkaguzi msaidizi Alex Kagoma Mkulu. Msaidizi Alex Kagoma Mkulu kutoka ofisi ya uhamiaji mkoa wa Ruvuma, ambapo ofisi yetu inapatikana Mahenge. Lakini katika kuthamini hichi ambacho tumeweza kutualika hapa, sikuweza kufika peke yangu, na watu ambao tumeweza kufika nao, ikiwa kameramani hapo unapoona ni mkaguzi msaidizi Clement Kagila Linus, lakini pia kuna mkaguzi Mpweke. Tupo timu imetimia kama unaweza kuiona katika kuhakikisha tunawapa elimu vijana wenzetu waweze kuelewa kile ambacho serikali kupitia Wizara ya Vijana imeona kuna kila sababu unapozungumza na uzalendo ni nini, basi lazima uwe unajua elimu ya uraia. Kwa sababu nimeambiwa nisitumie zaidi ya dakika 20 na mimi napenda kujali muda, naomba niende moja kwa moja. Uraia ni nini? Tunaweza tukaona kwa mbali pale. Kwa mujibu wa sheria ya uraia, kwa sasa sio mwaka 1995 tena. Sasa hivi tunasema rejeo letu ni mwaka 2023. Raia wa Tanzania ni nani? Raia wa Tanzania kwa mujibu wa sheria ya uraia, kwanza tunapozungumza mzima uraia, uraia ni hadhi ya kisheria anayopewa mtu ama alionayo mtu inayoambatana na haki na wajibu. Tusisahau hapo haki na wajibu. Tunapozungumza swala zima la haki na wajibu, ndipo tunaporudi kwenye kipengele cha uzalendo. Unaposema mimi ni mzalendo, tunategemea uwe una uwezo wa kutimiza haki zako. Ili uweze kuzipata haki zako, kuna wajibu ambao wewe unatakiwa kuufanya. Pia tunaposema labda uzalendo, kwa kuwa nimekuwa wa kwanza, ningetamani walau pia tupeane elimu. Nini uzalendo, ni kitu gani? Tunaweza tukasema uzalendo ni hali ya kuipenda, kuithamini na kuwa tayari kuitumikia nchi yako kwa uaminifu na kujitolea. Hapo nafikiri sasa tumeweza kujua nini maana ya jambo uzalendo. Kipengele cha kujitolea, sio tu naambiwa jambo fulani naanza kuna malipo huko. Unaambiwa jambo fulani unauliza kuna hatari kiasi gani? Ukianza kuitafakari kwa namna hiyo, unaanza kutoka nje ya misingi ya uzalendo. Uzalendo ni kuipenda nchi yako, kuwa tayari kuitumikia. Lakini tunaposema uraia, sasa tumeshasema uraia ni haki ya kisheria. Sio tu unasema mimi nimezaliwa Tanzania hivyo ni Mtanzania, haitoshi. Unaposema mimi ni Mtanzania kwa mujibu wa sheria ya uraia mwaka 2023 kwenye bunge letu hapa, tunaposema sasa tunasema tuna aina tatu za uraia wa Tanzania. Uraia wa Tanzania wa kuzaliwa, uraia wa Tanzania wa kurithi na uraia wa Tanzania wa tajinisi. Hizo ni aina tatu za uraia ambazo tunategemea wewe unasema mimi ni kijana au mimi ni mzalendo kwa nchi yangu wewe unafahamu. Tunaposema uraia wa Tanzania kwa kuzaliwa, sasa hapo ndio wa kwanza. Ni aina ya uraia ambapo mtoto yule mmoja ya wazazi wake au raia wa Tanzania, lakini na yeye awe amezaliwa Tanzania. Sio kama tunaelewana hapo. Wakati wa kuzaliwa kwake Tanzania, mmoja ya wazazi wake, aidha baba yake au mama yake, awe ni raia wa Tanzania. Na hii sio maneno tu, tunazungumzia document, tunazungumzia ushahidi wa kimazingira. Sio tunasema mimi nimezaliwa Tanzania. Unaposema nimezaliwa Tanzania, tunategemea uanze kutoa document. Ya kwanza unatoa cheti cha kuzaliwa, lakini cha pili unaweza kusema bwana, mimi ujumbe wangu ni fulani, lakini hata wakati wa kuzaliwa waliniona. Hiyo ni wewe umejizungumzia. Lakini sasa unaenda mbele zaidi, baba yangu ni fulani, baba yangu amezaliwa sehemu fulani. Wapo watu wanaojua baba yangu wewe amezaliwa hiyo sehemu. Kwa hiyo unaweza ukaenda mpaka kizazi cha tatu, ukaanzia cha kwako wewe, ukamzungumzia baba yako, ukamzungumzia babu na bibi. Unasema bwana, mimi nimezaliwa na mtumbo sehemu fulani pale. Ukienda Milonji ndipo mimi nimezaliwa. Lakini baba yangu au babu yangu bado yuko Milonji mpaka leo, au hata kama alifariki basi kaburi lake liko Milonji. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kwenye masuala ya uraia, tunaweza tukarudi mpaka kizazi cha tatu katika kudhibitisha kwamba kweli wewe ni raia wa Tanzania. Sio unasema tu mimi ni raia wa Tanzania. Babu yuko wapi? Sijawahi kumuona. Baba yuko wapi? Sijawahi kumuona. Mimi ni mtoto wa nyumbani. Ndio wengi tunaposema watu wa huku, kila mtu huwa anasema yeye ni mtoto wa nyumbani.